yaliyo moyoni mwako. Hakuna mtu anayeweza kukuangalia kwamba wewe sio mwaminifu. Hakuna anayeweza. Peke yako unajijua kwamba mimi nina njia ngapi jamani? Kwamba mimi kwa kweli kwa Yesu ndipo kwa kweli na upande huu naye nimeshikilia napeleka zote dina khairuke. Si ndio hivyo? Mafaki salwale babu mafaki sana. Sasa wewe mwenyewe ndio unajijua ulivyo. Mimi nitakuona umevaa nguo zako umependeza, ni mshirika, ni mtumishi. Nitakuona kanisa ni mwana maombi, kumbe ndani. Anasema nilikupanda, ulikuwa mzabibu mwema. Ulikuwa mtu wa thamani sana. Tena mbegu original. Sio sidiko fake. Sasa hivi mnatoa mpaka sidiko fake. Sasa hivi mpaka wanadamu fake wapo. Wa Kristo kenge wanasemaje? Hivi katika msafara wa nini? Kenge wapo. Sasa hao kenge hao. Katika msafara wa Baba kenge wapo. Huyu kenge. Ina maana nilikupanda, ulikuwa mzabibu mwema. Wakati nilipokuumba sikubahatisha, na hata wakati nakuumba sikutaka tu kwamba atokee mwanadamu tu kama miti ilivyokuwa inatokea. Maana Biblia inasema wakati anaumba akasema na iwe miti, sikatokea. Kwani miti lazima tutengeneze miti? Kama tunataka tukapande miti, hajasema. Alisema na iwe miti, ikatokea miti. Na iwe milima ikajitokea. Na iwe bahari, maji jikusanye. Akasema mko wapi wenzangu? Tuende tujikusanye. Lakini alipofika kwa mwanadamu huyu akasema hichi sasa ninachotaka kukitengeneza ni kitu cha thamani sana. Ni kitu ambacho nitajivunia kwake. Sasa hiki inatakiwa nikae. Akasema mbingu hebu tulieni, malaika hebu tulieni. Nataka tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kwa sura na mfano wetu. Alafu anakuambia akachukua udongo akaanza kutengeneza. Sio akatamka sasa udongo mjikusanye. Kwani alishindwa? Mungu hakushindwa kusema udongo jikusanye, ujifanye mwanadamu, unyanyuke uone. Hakushindwa. Lakini akamfinyanga kwa mikono yake mwenyewe. Na baada ya kumtengeneza haikuishia hapo. Angeweza kusema haya, tembea. Lakini Biblia inasema akampulizia puani pumzi ya uhai. Si ndio? Akawa mtu. Na alipomwona vile akasema hebu tembea Adamu, akasema hapa nimetengeneza. Kila alichokifanya Bwana kikawa chema. Kilikuwa chema. Kilikuwa kizuri sana. Sasa ndo maana anauliza, nilikufanya mzabibu mwema. Kitu gani kikakuchange ghafla ukawa mbegu chafu? Kitu gani kikakuchange ghafla ukawa sidiko hewa? Umetengeneza hapo na mwingine anasema kumbe sidiko inatengenezwa. Unafanyaje? Unakusanya tu mahindi unaweka galani, alafu unachukua rangi unapaka. Sasa ni vitu vya rangi na mimi paka. Mifuko ile tunatengeneza. Ikawa original. Jana wakati tuko kule umemleta shida kidogo. Sasa umemleta shida tukaanza kusimama generator ikawa inasumbua. Tukaagiza bidhaa galapo. Sasa bidhaa ile ilipoletwa kutoka galapo tukaletewa juma viwili. Kwanza nilimuuliza yule akasema iko viwili, kuna ya Bereisi na kuna ya gani, kuna ya 5,000 na kuna ya 3,000. Kuna plug ya 5,000 na 3,000. Sema kuna plug ya 5,000 na 3,000. Kwa nini wewe? Akasema kuna original na kuna fake. Maana kuna nzuri na kuna ya wastani. Sasa ndivyo ilivyo hata sasa. Sasa tutasema kaka
Tuonaje sisi na maana si waone. Neno la Mungu linasema alafu nilikufanya ulikuwa kitu kizuri. Nimekuumba ulikuwa mzuri sana. Ulikuwa unapenda Mungu, unanipenda, unaijali ibada, unaithamini. Hata maombi katika wiki ulikuwa unakuja. Ulikuwa unashangilia mwenyewe hapa ndani ya kanisa. Unaomba. Kitu gani kimekutoa kwenye hiyo nafasi? Je, ni hao ng'ombe uliopewa na Bwana? Je, ni hicho ulichopewa na huyu Mungu? Je, ni hiyo duka uliopewa na Bwana? Au ni hao watoto uliopewa? Watoto wangu watakula nini siku hii? Kwa hiyo Mungu aliyekupa watoto umekosea waondoke. Shamba langu linahitaji kupaliliwa sasa hivi. Hali mimi leo siwezi kwenda kanisani kwa sababu natafuta kibarua. Kwa hiyo Bwana aanze kudonoa moja hizo vitu mpaka ziishi. Nilikufanya mzabibu mwema. Umegeukaje ghafla ukaniacha ukawa mimi sio wa kwako tena? Ukisoma katika kitabu cha Hosea, Bwana anamwambia Hosea, ondoka ukajitwalie mwanamke kahaba. Hosea akasema Bwana mimi siwezi, maana mimi ni nabii. Akamwambia nimesema ondoka ukajitwalie mwanamke kahaba. Hosea moyo ukaanza kuuma, ninaanzaje? Lakini kwa sababu Bwana anamwambia nenda, akasema wacha niende. Akamchukua yule mwanamke. Mungu akamwambia sasa, unapoumia wewe ndivyo ninavyoumia mimi. Maana watu wangu niliowatengeneza wameniacha. Wameenda kujitafutia mabwana wengine. Wameniacha mimi niliye Mungu wao. Niliowafinyanga, nikawapa na pumzi ambaye saa yoyote nikitamani nikiamua kunyima na inyima chap. Lakini bado ninamtamani, ninampenda, huyu ni wa kwangu, ni kazi ya mikono yangu. Hosea anasema Bwana, sasa mwanamke ananisumbua. Maana Hosea analeta mwanamke nyumbani, anakaa naye siku mbili, mwanamke anachopoka, anaenda kwa marafiki zake, anaenda kwa wanaume wengine. Hosea Mungu anamwambia nenda tena kamchukue, huyo ndio kwako. Hosea anaondoka tena, anaenda kumchukua. Anamleta tena, Bwana Mungu chakwa, anamwambia hivyo ndivyo wanavyonifanyia watu wangu. Wameniacha mimi Mungu wa kweli. Wameniacha mimi Mungu wa kweli, wanaabudu miungu mingine. Huyu mtu niliyemtengeneza, huyu mtu niliyemfinyanga, ameniacha mimi, ameanza kukumbatia vitu nilivyompa. Nimempa vizuri, nimembariki vizuri, lakini ameniacha. Haleluya. Jamani, Mungu atusaidie sana. Tunakumbuka habari ya mwana mpotevu, si ndio? Si ndio tunazikumbuka? Najua sina usomaji wote wa Biblia. Biblia inatuambia habari za mwana mpotevu. Mwana mpotevu akaenda kwa baba yake. Akamwambia, baba, nipe changu mimi nijikate. Baba akawa si ndio mtoto wa mwisho. Wewe si ndio mrithi wako? Akasema hamna. Nipe changu, kila mtu afe na chake. Baba mwanangu, vitu hivi vyote ni vya kwenu. Ni wewe na mtakatifu wako tu ndio mko hapa. Hivi vyote ni vya kwenu. Akasema hamna. Nipe hapo nijitegemee. Mimi mwenyewe nimeshakuwa mkubwa kwa hiyo mimi nataka kujitegemea. Mungu akasema isiwe kesi. Si unataka ulete? Isiwe kesi. Wacha nikupe. Akakusanya akakata akamwambia, vyote vilivyobaki vya ndugu yako. Jamaa akakusanya vya kwake. Biblia inatuambia akaondoka akaenda nchi ya akaenda wapi jamani? Nchi ya mbali. Na huko alipofika akaanza kutapanya mali zake zote. Alipomaliza kutapanya mali, shida ilipoingia kwenye nchi ile, njaa ilipoingia, pesa zimeisha, na hata wale marafiki aliyokuwa nakula nao ile ya kwake hawapo tena. Baba samadi jichenge, ulijichanga hapa. Sasa hivi hela zimeisha, jichenge. Hatuna ration yako. Jichenge. Mwanaume akaona hapa sina namna, njaa ni kali. Sasa wacha nitafute kazi. Na kazi iko kazi moja tu ya kwenda kulisha nguruwe. Wacha hata hiyo nguruwe nikawalishe. Biblia inatuambia akatamani kushibishwa na kila chakula cha nini? Cha nguruwe. Lakini baadaye akakumbuka, hivi Bwana nikakujinga.
Hivi ni watumishi wangapi kwa baba yangu wanaokula, wanaoshiba, wanasaza, wanafanya kazi pale nyumbani? Kwa nini mimi ninateseka kwa njaa? Akasema nitarudi kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekutenda dhambi, nimekosa mbele yako na mbele za Mungu, naomba unisamehe. Nifanye basi. Yaani mimi sio mtoto wako, si nimeshakula cha kwangu, si nimeshakula ulionipa, basi unifanye kama mfanyakazi. Wakati sina jioni utaona. Nyie ndio tusali. Baba, naomba unibariki. Baba, tubariki. Maisha haya kwa nini? Mungu anakubariki baba. Baba nibariki. Baba wewe nibariki. Baba nibariki. Baba naomba unibariki. Baba, Mungu anasema isiwe kesi. Wacha nikupe hiki kidogo. Wacha nikupe hiki kidogo. Akisha kupa. Umeshawahi kuona mtoto unampa anafanya nini? Yaani anaomba umekuja na zawadi, alafu unampa zawadi, akishapata zawadi anaondoka pembeni yako, maana anayo saa hiyo, si anayo? Kama ni biskuti yake bado iko nyingi, anafungua naenda kufungulia kule, anakula piu. Wewe ndio umempa, wewe ndio uliompa, na hata inawezekana kulikuwa kuna vingine ungempa. Sasa kile kidogo tu alichopata ndio kinakuonesha mbona amekata kona ameenda kule nyuma ya nyumba kule. Imeisha kula, anasema baba, nifanye kama mtumwa tayari baba. Sasa mtoto mdogo akishaona amemaliza anakuja. Mama. Si tunaona. Si watoto tunao. Baba, yaani anakuja kukaa, imeisha. Anakuja kukaa karibu na wewe sasa. Kwamba labda kuna nyingine imebaki. Ili nipate tena, ulipe tena. Ndivyo tulivyo sisi Kristo. Na ndio maana anauliza, nilikupanda mzabibu mwema. Kitu gani kimekugeuza moyo wako ghafla ukaniacha mimi? Kitu gani kimekugeuza ghafla ukaacha hata kuabudu? Ukaacha kuniabudu katika roho na kweli? Maana anasema watu hawa huniabudu kwa midomo tu, lakini mioyo yao iko karibu na Mungu. Iko karibu na Mungu. Iko mbali. Tunakuja kanisani hapa, lakini mioyo yetu haiko hapa. Tunakuja kwa hatupo. Na ndio maana hata wachungaji wakaingia na wasiwasi. Ndio ile wanasema, Bwana, ikiwa watu hao, ikiwa ungamo hili ni la kweli, maana kana anajua kabisa ni mnafiki. Mungu kwa watu atuamini, ikiwa ungamo hili ni ya kweli, Mungu wasamehe. Kama sio kweli utajua mwenyewe. Kwa nini? Mioyo yetu iko mbali na Mungu. Tunajihudhurisha, lakini mioyo yetu iko mbali na Mungu. Hatupo. Na ndio maana unakuta Mkristo, Jumapili ni Mkristo, Jumatatu ni mpagani. Tena upagani unazidi mpaka siku ya Jumamosi. Kuanzia Jumapili, Jumatatu ni mpagani, mpaka Jumamosi. Jumapili moja tu kwa masaa machache tu. Unajua ni masaa machache. Mungu yuko hapa. Pamoja na kwamba tunasema Mungu yuko hapa, wewe kwanza ndio hata huko. Umeleta tu ni mwili, kwamba wewe mwili kasali tu pale kanisani, lakini wewe mimi niache, mimi niko shambani hapa natafuta vibarua. Yaani akili iko shambani, moyo uko shambani. Mahindi yangu leo yatakuwaje? Jua hili bora limewaka sana. Haupo hata hapa. Mungu akichungulia sisi tunasema wewe ni Biblia. Toka mbinguni Mungu akachungulia. Mungu hata sasa Mungu anachungulia. Anaangalia ni nani kwenye hao watu waliokuja kuniabudu katika roho na kweli. Anachungulia kila mara. Je, walioingia kanisani ni wangapi? Anakuta ni mtu mmoja tu, moja ndio anayemwabudu Mungu katika roho na kweli. Akiangalia anaona mioyo yote haipo. Mengine iko hapa lakini mwili iko hapa, lakini mioyo iko shambani. Mengine mioyo inapika huko nyumbani.
sijui mchana napika nini, sijui watoto wangu yaani mahangaiko. Toka mbinguni kwa Mungu. Na ndio maana akaona wanadamu wote wameniacha. Akasema wewe, nilikufanya mzabibu mwingi. Kitu gani kimekugeuza? Umeniacha mimi Mungu wako. Kwa ajili hivi nilivyokupa. Umeniacha mimi. Unawaza kilicho nyumbani. Mwili tu mama. Sasa unawaza chereni yangu isije kanyago na watoto. Sulemani akasema ni ubatili na kujilisha upepo. Akasema hakuna jema zaidi ya kumcha Mungu peke yake. Akasema vyote utavitafuta lakini ni ubatili. Anasema kile ulichokichuma hapa duniani hutaondoka nacho hata kidogo. Kuna siku niliwaambia kwamba zamani wa ile walikuwa wanaweka mbegu kwenye jeneza, kwenye kaburi. Wakati ule ana jeneza. Kila mtu anamwekea na ngozi. Kwamba ukifika kule mbele, ngozi ndio itatoka kulalia, atawekwa na mbegu ya mahindi kidogo, kila kitu kidogo itafungwa kwenye mfuko kidogo, itawekwa pembeni yake. Wakijua kuna maisha baadaye. Siku hizi ndio hata wakuwekiwa kula vitu vyao. Si ndio? Na hata hawaweki. Maana tayari sasa hivi wanajua kwamba kumbe ni mwili tu tunalipanda ndio tumeiweka ardhini, haendi tena kupanda. Anasema vile ulivyovichuma vyote hutaondoka navyo. Na ndio maana hata yule mpumbavu baada ya kusema nafsi yangu kula ufurahi maana nimekuwekea akiba kwa miaka mingi. Biblia inasema wewe mpumbavu wewe, unaweka akiba unaniacha mimi. Hayo mahangaiko yote unayohangaikia hayo yote utayaacha hapa. Hebu nifungulie kitabu cha Mhubiri 5. Mhubiri 5 mstari wa 10. Tutateseka sana, tutataabika sana, tutamwacha hata Mungu, tutaacha hata ibada za katikati, tutaacha zote, hata kumtumikia Mungu. Unaona unachelewa, lakini vyote havitatufaidi mbinguni. Aliyepata namba nisome Mhubiri 5 mstari wa 15 na 16. Tutateseka sana, vitatuzuia sana, vimekushikilia. Unachelewa mpaka ibada bila kushikilia, yani mpaka Jumapili vitu havitaki hadi kukuachia bila unatoachaje sisi hapo. Unaondoka. Hebu mzee anarudi kwanza unatengeneza. Unataka kuondoka unatoachaje mpaka unajikuta unachelewa ibada. Vitu vya hapa tu duniani. Anasema ni ubatili na kujilisha upepo. Alikuwa tajiri mkubwa sana na alikuwa na vitu vingi mno, lakini havikumsaidia. Alikuwa na wanawake, anakula anachotaka. Sio sisi hapa leo tunalazimika, sio tunapenda. Ndio. Kuna siku nikisema sio tunapenda. Sio napenda mbele, mimi napendaga mlenda. Sio napenda sema nalazimika kula mlenda. Na lazimika kula ugali kila siku. Sio unapenda, hama anayependa. Baba, hata ile nyumba yako, yani ulikuwa unatamani uigeuze ujenge hata hewani, ujenge hata angani, uweke gorofa ipendeze. Sio unapenda kukaa kwenye ile nyumba, unalazimika. Tunalazimika. Sio tunapenda kuja na pikipiki hapa, tunalazimika. Natamani nije na gari. Na mwenye gari anatamani kwenda kupata ndege. Na mwenye ndege anatamani kupata kingine cha kikubwa zaidi. Tunalazimika. Aliyepata Mhubiri namba nisomee. Hatumjui mahali aliko. Mhubiri 5:15. Anasema alipotoka tumboni mwa mamaye atakwenda tupu. Kama alivyokuja. Asichume kitu chochote kwa ajili ya kazi yake. Asichume kitu chochote kwa ajili ya kazi yake. Hata akichukua ndani hapo. Anasema hata akaenda naye ndio wewe mimi nilikuwa nauza duka. Sasa leo mnanilazaje kukulipa peke yangu? Basi wewe kifanya cha duka hapo kutoka mpaka ngine. Hauna Mstari wa 16. hawakuingia kifungu cha hela. Baba Isaac kwa sababu
angalau wakipambana watakutengeneza jeneza ya kitambo. Aisha alikuwa mpambanaji sana. Hii jeneza sio aziati. Angalau. Lakini ikiwa vipi ni ile ya jeneza 1,000,000 au 1,20,000 ila bak. Unajua zile. Zile za bei rahisi. Kwa nini? Vingine acha mzee umechumba, waachie tule kwanza. Mstari wa 16 anasema, hii ndio balaa mbaya sana. Sasa Suleiman anasema, unajua yule baba aliwaza sana. Anasema hii ndio balaa kubwa sana. Yaani nimehangaika mimi. Nimeteseka sana. Nilikuwa silali. Badala ile ya kumwomba Mungu saa 9, ndio saa 9 naamka kichwa kimeshafloat na waza. Nafanikiwaje na waza. Nifenyeje na waza. Sioni nyo sina hata muda wa kuomba. Maana ninakuja niko hoi nimeshachoka. Wakati naomba Mungu nisaidie. Mungu asante. Ndio usingizi. Unajua Fazaido, katika tunataka Fazai Ahmed ke. Sasa huko umekaa kwenye hali ni mbaya. Katika masaa yote uliopambana, katika masaa yote mpaka 12. Yawezekana hakuna hata lisaa uliotoa kwa Mungu. Hamna. Sio lisaa, tuache lisaa. Hakuna hata nusu saa. Tuache hata nusu saa. Hakuna hata sekunde labda ulisema Mungu acha nikamwombe Mungu wakati ujenzi na nini naendelea, acha mimi nimwombe Mungu asante kwa ajili ya ujenzi. Hamna. Jioni na wewe ataka sala. Mtu sali haya tusalini. Baba. Kongetu shida. Unajua wale kwenye kideri. Kwenye kidera. Huwezi kuomba, hauna nguvu ya kuomba tena kazi. Kwa nini? Tumbo. Hizi. Twende. Ya kwamba kama vile nimekuja. Anasema hii ni balaa kubwa mno. Ya kwamba kama mtu alivyokuja duniani ndivyo atakavyo. Umehangaika mno, umepambana mno. Una maeka 1,000. Unahangaika sana. Hakuna hata ulicho hata kwenye hiyo 1,000 kasata ya Mungu ilikanayo. Kwa ile jamaa na Mungu nimejua ni mtu mkubwa sana. Yaani mimi ndo napambana na bora nataka kwangu tena. Mungu anambia, lakini si nimekupa. Yule wa kwanza nimempa 5. Wewe nikakupa 2 na huyu nimempa 1. Lakini si nimetoa hata kama mimi ni mtu mgumu. Hata kama mimi ni mgumu, kweli sikatai, mimi ni mgumu, lakini nimekuona kwa sababu nimekuona kwamba wewe ndio una uwezo kuzalisha 1. Ndio maana nimekupa hiyo 1. Hamba, nimetambua wewe ni mgumu sana. Unapanda usitokuna spidi nani? Akaambia wewe. Basi kama uliona hivyo, kwa nini hiyo pesa yangu hukuwapa wale wanaozalisha? Ili siku ninapotaka nipate faida tena. Anasema mimi niliogopa. Nilipoona hivi nikaona bora niifukie. Niifiche ili nikuletee iliyo ya kwako. Na wewe ni mtumwa mbaya. Wewe ni mtumwa mbaya. Akasema mnyang'anyeni. Mkampe yule aliyokuwa nayo. Maana nimekuweka hapa duniani ili uniabudu mimi. Na hata hivi ulivyo navyo nimekupa mimi. Lakini hivi ulivyo navyo nilivyokupa mimi bado unaninyima, unaenda kula nyuma ya nyumba, kata kona kule imeisha. Mungu nisaidie tena. Mimi nilishafika uchumi wangu ulikuwa juu. Ghafla imeanza kuporomoka. Mauzo yalikuwa 500, sasa hivi naanza kuuza 100. Mungu naomba nisaidie. Anaambia, wewe Mungu nisamee. Pale nilipokosea anasema haina shida. Mimi nakusamee. Utaanza upya. Unaanza upya unavuna gunia 100. Sasa hapa na Mungu ni mwaminifu anakukumbusha. Mungu hamwachi mtu. Ndani utasikia kelele. Dhamira yako kama iko hai, lazima itakushtaki ndani. Kwamba toa fungu la 10. Toa sehemu ya Mungu. Toa sehemu ya Mungu. Sasa yote ya Mungu, magunia yote 10. 10. Mungu bora nikupe 1 tu. Kwenye 10, kwenye 100 ilikuwa 10. Kwenye 10 ukashusha 1. Sasa inafika unaendelea kwa unasema ile 1 ni kama kubwa. Mungu ndio 3 inatosha. Anaona sasa huyu mbona mimi ndo nimempa. Na mimi nilikuwa namjaribu tu.
nione kama ana fadhila ya kunirudisha. Kama anayo, nione. Nilikuwa namjaribu tu, sema isiwe shida, nitaagiza mishale ya njaa kutoka nchi nyingine. Inaanza kudonoa taratibu. Ghafla hii ilisha. Nilikupanda, ulikuwa na moyo mzuri, ulikuwa mkarimu, ulikuwa mpenda ibada mno, ulikuwa unapenda kumtolea Mungu, unaipenda kazi ya Mungu. Kitu gani kikakugeuza ghafla ukawa mche usiofaa, ukawa mzabibu usiofaa, ukawa mzabibu mwitu? Kitu gani kilichokugeuza? Kwenye kitabu cha Yoeli anasema, nirudieni, asema Bwana, irarueni mioyo yenu. Na sehemu nyingine anasema, tafakarini njia zenu, asema Bwana, maana mimi ni baba yenu, ni Mungu wenu. Kwenye kitabu cha Malaki akasema, ikiwa anasema kama mwana humheshimu baba yake na mtumwa anamcha baba yake, iko wapi heshima yangu mimi kama baba yangu, kama baba yenu, kama Mungu wenu? Heshima yangu iko wapi? Wewe ni mwanangu ambaye sana nataka kukuchukua, sikuombe hata ruhusa. Jamani, hao sisi tunaomba ruhusa. Kama sasa nataka nimchukue ndugu yako, naomba ruhusa, ninataka ndugu yako kuishi duniani umefika. Bila shaka usinikubali. Wewe Mungu, ninakupa hata dunia zangu zote. Kwa nini watu wanatoka kwa waganga vitu vikubwa sana? Mungu anaangalia, unajua. Anaona mimi unafanya kwa dhihaka kwangu. Lakini kwa shetani, kwa huyo ambaye anavunja, anaharibu, kwake unafanya kikubwa zaidi. Kwangu mimi unaleta shilingi 500, alafu 500 siku zinazo zinakataa. Na siku nilikuwa mahali fulani, mtu akaweka 500 yake. Sasa shileni. Sana pia kanisa kwa ibada ni. Siana atende. 500 ikasema wewe unipeleki bila chomboka. Gabe chakara chini. Ikatoka tu. Sasa nikaanza kuwaza, maskini mtu mmoja. Hata zenyewe zinakataa kwamba mimi unanipeleka tena, unaniweka tena kwenye bahasha. Unaniweka kwenye bahasha, nachomoka mwenyewe, unipeleki. Maana kwa aweda au kwa shaa unapeleka kitu kinacho hemu. Alafu ni mwanadamu kama wewe, chooni anaenda kama wewe, anakula kama wewe, ana makenya kabisa, usiseme. Yaani ndio hivyo hivyo. Anakula mlenda. Alafu yeye aliyeumbwa na Mungu, yeye huyo aliyeumbwa na Mungu, aliyetengenezwa na Mungu, ambaye hata yeye mwenyewe hawezi kuzuia kifo chake. Pitamiwa. Sasa korosha akaoa. Yaani yake mwenyewe hawezi, uhai wake mwenyewe hawezi. Unajua saa zingine hizi vichwa, wale wanasema wajinga waishagi duniani. Na hao jamani, hivi Mungu atatuchapa sana unajua. Kwenye kitabu cha Isaya anasema, nataka nije kwenu na fimbo. Mnataka nije niwapige nije na fimbo kwenu au nije na nini? Kama mimi baba yenu mmeniacha. Alafu huyu mwanadamu huyu ambaye anavuta hewa yangu, huyu mwanadamu huyu ambaye anatumia jua langu, huyu mwanadamu huyu ambaye anatumia mvua yangu, huyu mnamheshimu kuliko mimi. Yaani mmempandisha thamani yake. Alafu mimi ninayekupa kila kitu unanishusha. Inaumiza jamani. Inaumiza, si ndio? Mfano, umeoa. Halafu umemgharimikia mwanamke wako kila kitu, umelipa na mahari, unajulikana kwao. Unaishi naye. Akakuacha, akaenda kwa mwanamume mwingine. Akaolewa huko, akakaa miezi 3. Akarudi kwako, kule ametwangwa, maana yule hana jema. Shetani hana jema. Amepigwa, amevurugwa, Mungu naomba nisamehe. Nisamehe, nilikuwa ni shetani amenipitia. Unamsamehe au? Unasema kaka, unamsamehe, si ndio? Kosa la kwanza. Anakuja, anakaa na wewe miezi 3. Anapata mchepuko mwingine, anachepuka.
anakwambia ni shetani amenipitia. Sasa hata nyinyi wanawake na nyinyi mna hasira, mbona mmeshanikunjia nditi? Hata nyinyi pia. Hapo ndo tutatoa mfano kwa wanawake. Anakuja na baba ni shetani tu amenipitia. Yaani shetani tu amenipitia, nilikuwa akanipitia. Unamsamehe. Mara ya tatu anaondoka tena. Anakwambia kwanza wewe unipendi, kwanza wewe nimekupata wakati unipi, kwanza wewe unanibania sana. Anaondoka. Anatuama tena kule mara ya tatu, anarudi tena. Ilikuwa ni shetani. Unafanyaje? Kama ni wewe. Tuongee, kama ni wewe unafanyaje? Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Baba. Namwacha. Wewe namwambia rudi kule. Mfano kama ni wewe dada. Wewe ni mwanamke mzangu. Na mfano utamsamehe. Wewe ni mwanaume sasa hivi. Alafu ndo unamfanyia mume wako vituko vya namna hiyo. Yes. Zedania anasema bana, namwambia arudi tena, mwingine atasikia. Hayo. Ya esik nigitaza bakurudo Sio tunasema hivi. Miar gera ila miar pote nisikone mbele macho yangu. Nimesema pote. Sio maana kama nimekusamehe mara ya kwanza unanifanyia upuuzi. Nimekusamehe mara ya pili unanifanyia upuuzi. Unaondoka unaenda huko unakaa unanirudia. Unaondoka tena unaenda kukaa tena pote mbele macho yangu. Nitatenganisha hiyo kimwili na hiyo ndio. Ukiendelea kukaa usinifanye mimi nikatenda dhambi. Potea. Si ndio? Eti sinaumia. Kama tunavyoumia sisi wanadamu, ndivyo anavyoumia Mungu. Ndivyo anavyoumia Mungu. Maana unaondoka unaenda kwa shetani. Unaenda kwa mganga wa kienyeji. Unaenda kutenda dhambi. Alafu tunakuja Jumapili, Mungu nisamehe. Baba nisamehe. Unaungama, nimekukosea kwa mawazo, kwa maneno, na kwa matendo, na kwa kutimiza wajibu wangu. Sio kwa nini yote umemaliza. Alafu unarudi nyumbani. Alafu unarudi tena kwenda kuifanya dhambi hiyo tena. Sasa kwa sababu Mungu ni wa rehema tu, anasema kila ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Huyo ni Mungu. Lakini laiti ungelikuwa ni wewe ndio unapewa jukumu hilo, hapa huingii tena. Nyanyua mapato yako, toka. Si ndio? Kwa hata ingekuwa Mungu anakuambia nyanyua mapato yako, toka. Sikujui. Nimekuvumilia mara hii zote. Unaondoka na tena dhambi unakuja kwa unafiki. Kuna mama moja enzi hizo wakati usiku tulikuwa marasikana ya enda Kiso, wakati parokia yetu ilikuwa mkazi. Sasa mama huyo tulikuwa tunapata tunaambiwa habari. Mama huyo kila wakati anaomba Mungu, yani nimekula nyama mbichi. Kwa hiyo anaungama Kiiraki. Sasa huyo padi anayeungamisha kila wakati Yesu Mwiraki. Mapadi huwa unaungama kwa lugha yako, maana anajua kwamba unaungama hutarudia tena. Asikie unachosema, hajui unachosema, yeye anakuondolea dhambi. Sasa alipomaliza kuungama anaondoka. Siku maungama tena mama anakuja fana eza. Sasa akamwambia siku hivi, hii funa eza akamuuliza kwanza, eti hii nyama mbichi kila siku nyama mbichi mama anakula. Kwani ina shida gani? Yeye alijua mama anakula nyama ya ng'ombe mbichi. Ati unajue kumbe mama ni anaua, ni mchawi. Sasa anapoenda anamwambia nimeua. Sasa kwa kile kamalizi nasema nimeua, anasema nimekula nyama mbichi. Sasa mzee akatulia akasema kumbe ni mchawi. Kwa hiyo kila wakati anapokuja manake tayari ameshakuwa huko. Mzee ndo akakasirika, mwanasema leo simwache. Akachukua fimbo yake akaweka. Mama alipokuja jamaa akatulia.
Mama katirika, kuna hata kuna daka kwa tumbo yake tandika. Kuna hata kila siku kila wakati kwa nini unaroga watoto wako? Jambo amara kwanza alikuwa hajui. Lakini alikuwa na mvumbi anakuja anatekeleza. Ndivyo tulivyo wa Kristo. Na ndio maana Mungu akasema watu hawa ni watu wanaoniabudu kwa midomo tu. Maana yake alichunguza akaiangalia mioyo ya wanadamu. Akaona mioyo ya wanadamu iko mbali na mimi. Wanakuja Jumapili wanatubu. Lakini wakisha toka baada ya hapo wanakuwa wapagani wazima. Tangu Jumatatu hadi Jumamosi wapagani wakubwa. Kama ndio kusindikizana kwa waganga ndio kabisa. Kama ndio kupeleka paka na watoto wao kwa waganga ndio kabisa. Halafu Jumapili wanaleta makwato yao tena. Mungu turehema. Anawaangalia. Hada hii mnaniumiza. Lakini hana namna. Ndio maana nilikuwa ni wewe umefanya sema mimi na mtoto. Kwa hiyo mtumwambie Mungu aombe. Aombe nyama kwa ajili ya kurudi. Mungu ni Mungu wa huruma. Na ndio maana nirudieni mimi enyi wanangu. Ni kweli mmetangatanga mbali, mmehangaika sana. Ni kweli mioyo yenu imeniacha mimi baba yenu. Nirudieni, maana kila ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Aliyekuja kwa moyo wa ukweli wa toba sitamtupa kamwe. Tofauti na yule aliyekuja kwa unafiki. Haleluya. Amen. Je, Mungu ananijua kweli? Kama mimi niko jamani, naomba jipeleleze. Peleleza moyo wako. Peleleza moyo wako. Alafu tuombe mbele kwa Mungu. Anasema nirudieni mimi enyi wanangu. Haijalishi mmeniacha. Haijalishi mmeniacha muda mrefu, lakini bado ninawapenda. Jitulize, funika macho yako, jitulize. Naomba nifuatilize sala hii. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Ninakuja kwako. Naomba unisamehe. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi. Nisamehe. Pale nilipokwenda kinyume na mapenzi yako, unisamehe. Yawezekana nimekuabudu katika unafiki. Yesu nisamehe. Wewe ni Mungu uchunguzaye mioyo yetu. Unaujua moyo wangu na unanijua vema. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Kumbuka rehema Bwana. Kumbuka rehema Bwana. Yawezekana hali hii niliyo nayo ndio mimi nimesababisha kwa kukuacha wewe. Na ndio maana ukaruhusu magonjwa yaje juu yangu. Ukaruhusu umaskini uje juu yangu. Ukaruhusu matatizo yaje juu yangu. Ukaruhusu njia zangu kufungwa. Baba, nisamehe. 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 Mimi ni mwenye dhambi. Usiniache. Andika jina langu kwa upya kabisa katika kitabu cha uzima. Naomba futa jina langu katika kitabu cha hukumu katika jina la Yesu. Sasa twende mbele za Mungu kwa kinywa chako mwenyewe. Mwambie Mungu, naomba unisamehe. Omba toba zaidi kwa Mungu. Omba rehema zaidi kwa Mungu. Na Mungu hatakuacha kukusamehe. Amen. Baba, katika jina la Yesu. Asante Mwokozi, maana
peke yako ni Bwana. Nasi tunakuinua, tunakutukuza maana wewe ni baba yetu. Uhimidiwe Bwana kwa ajili ya mtu huyu. Asante maana wewe ni Mungu wa rehema. Wewe ni mfalme wa wafalme. Uliyesema kila ajaye kwangu sitamtupa. Nasi tumekuja kwako Bwana. Nasi tumeleta mizigo yetu Bwana. Naomba utusamehe Bwana. Naomba ututakase Bwana. Naomba utufanye upya katika jina la Yesu. Fanya matengenezo mapya Bwana. Fanya matengenezo mapya Mwokozi. Fanya matengenezo mapya Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti hai. Kumbuka leo Bwana. Kumbuka leo Mwokozi. Kumbuka mrema wenye watoto wetu. Katika jina la Yesu. Katika damu ya Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana kumbuka rehema. Bwana kumbuka rehema. Na wanataka tumeenda nchi ya mbali. Tumekuacha wewe baba yetu. Tumekuacha wewe Mungu wetu. Uliyetupa vingi. Tumeondoka Bwana. Baba kumbuka rehema. Tumezingatia mioyoni wetu. Na tukasema Bwana, tunarudi kwako. Tunarudi kwako. Na sasa tumerudi kwako. Bwana utusamehe. Baba utusamehe. Anza upya nasi Mfalme. Anza upya na familia zetu. Anza upya na ndoa zetu. Anza upya na watoto wetu. Anza upya na vitu tulivyo navyo. Kwa jina la Yesu. Fanya matengenezo mapya Bwana. Fanya matengenezo mapya Mwokozi. Fanya matengenezo mapya Bwana. Ukatufundishe kumwabudu wewe Mungu wa kweli. Katika jina la Yesu. Na sisi Bwana tukujue wewe Mungu wa kweli. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Katika jina la Yesu. Asante Mwokozi kwa uaminifu wako. Wewe peke yako Bwana unaweza. Katika jina la Yesu. Yawezekana uko mahali hapo. Funika macho yako. Uko mahali hapo. Wewe ni mgonjwa. Weka mkono wako mahali panapouma. Weka mkono wako mahali panapouma. Mwamini Mungu. Biblia inasema akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Maana inaonyesha wagonjwa walikuwa wengi, lakini wenye kuja kuponywa walikuwa wachache. Akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Weka mkono wako, maana Bwana anakwenda kukuponya katika jina la Yesu. Asante Mwokozi kwa uaminifu. Twende mbele za Bwana tukaombe kwa ajili ya wagonjwa. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa ajili ya watoto wako Bwana. Wamekuja imani mwako. Wanahitaji uwaponye katika jina la Yesu. Nami nakemea kila hila za adui, kila nguvu za giza zilizowakamata watu wako kwenye nafsi zao Bwana, kwenye mioyo yao Bwana, kwenye roho zao Bwana. Ninakemea nguvu za giza, ninakemea roho za magonjwa, ninakemea roho za uchungu, ninakemea uzito ulio katika mwili kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Achia mwili, achia hiyo nafsi, achia mwili, achia hiyo nafsi kwa jina la Yesu. Uchungu kwenye moyo wako ninakemea kwa jina la Yesu, ninakemea kwa jina la Yesu. Maumivu kwenye viungo vyako vya mwili ninakemea kwa damu ya Yesu.
sifa na utukufu Bwana ni za kwako. Kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru.